Karibu mwanangu. Vipi? Poa. Safi kabisa. Fresh. Vipi? Ina maana ndo kuamuka? Ndo kuamuka saa hizo, unajua wewe mwenyewe. Jana huko yaani nilikwisha kinoma huko. Mimi nilijua tu ulivyokutana na demu wewe kabisa ukiwa na pesa. Unajua mimi na mademu. Kabisa. Sasa sema nini mwanangu? Time hapo maana bosi saizi atakuwa na mambo mengi, inabidi tuende asubuhi saizi ili tumkute tufanye. Mwanangu bado kabisa sisikii vizuri, mimi kabisa naumwa, sisikii vizuri hata nini ya kulima sisikii kabisa. Hebu acha mambo yako bwana. Mimi nilikufanyia kazi, nilikulimia kwenye zamu yako. Inabidi na mimi zamu yangu ufanye kitu ambacho kinaeleweka. Sio kuniambia ngoja kwanza. Unajua hapo nataka kunikwaza sasa. Wewe fanya utakachokifanya tuondoke. Mimi natafuta pesa na shida na pesa mwanangu. Basi haya, subiri mimi nikafanye ambacho unataka, lakini kwa leo maana kinasikia naumwa sana. Wewe fanya kama unavyojua, chukua vitu mzigo tuondoke mwanangu. Nakuja. Poa. Tuondoke basi. Mwanangu, karibuni. Asubuhi unalala kwa nini? Karibuni. Mambo poa. Yaani bosi umemkuta? Bosi, yaani kakangu. Kakangu yupo. Mshtue basi, mshtue, kuna kazi tunataka kufanya naye, muda umeenda. Hapo. Bosi tumemkuta. Mimi nilikuwa nadhani tumechelewa yaani na mimi hata mwenyewe yaani muda umepita, bosi atakuwa tayari. Fanikiwa kupata pesa mwanangu. Yaani mimi na matatizo kibao sana. Yaani tatizo ni kwetu sisi sote. Yaani hata na mimi nikipata pesa, ujue kama nitafanya nini. Yaani watu watanishangaa mtaani huko. Unajua wewe mwanangu unachezea pesa sana. Mimi nakushangaa. Wewe unajifanya kama bosi fulani. Sisi tunatafuta pesa. Pesa sisi tunatafuta. Lazima tutumie pesa vizuri. Sio kutumia pesa kama mtoto mdogo. Haina shida. Ngoja tumsubiri hapa huyo atupeleke shambani tufanye kazi, maana jioni kuna mtana nataka kuelekea Nobili. Kwa sababu natafuta mtaji nianzishe biashara yangu na mimi niwe na biashara kidogo kidogo hivi, ukiwa nawekeza mambo yanaenda poa. Yaani tumsubiri kwa bosi aje.
Vipi? Safi kabisa. Kama tulivyoongea bosi, kule muda, maana mimi nataka tuende mara moja tuanze kazi ikiwezekana. Nikirudi unipatie vitu vyangu niondoke. Kama tulivyoongea. Leo niwasubiri sana. Hata mlitaka chelewa kwa sababu unajua kwamba ndio tumepata dharura. Kuna mtoto wa marafiki zangu amefariki huko, ila hakuna noma. Huyu dogo yuko wapi? Dogo Shuku. Namkaka. Hebu njoo. Mdogo wangu. Ongozana na hawa vijana. Endo kaonesha huko shambani. Uende wakalime. Shamba la huko bondeni. La huko bondeni. Utakapoonesha shamba, watakapomaliza mtakuja nao niwape pesa zao. Unajua mimi naelekea huko msibani, nitarudi jioni. Kachukue vitu mkondoke. Shuku. Yes kaka. Kuja bwana. Ndugu wangu, waambie wazingatie sheria la shamba langu. Usikose kuwaambia. Sawa kaka, nitawaambia. Sasa huu ndo muda mwanangu, hapa inabidi nibadilishe nguo kama vipi. Twende kubadilisha nguo wangu, nataka niuache hapa. Nimechoka kilomani. Mwanangu unanizingua mwanangu. Yaani hapa kabisa safari ndefu sana. Najua mwanangu msiofu tumefika ni hapo mbele. Umesikia? Tumefika. Twende kwanza lakini unaona zembea nini mwanangu? Hapo tumefika shambani sasa. Kwa hiyo eneo ndo hili hapa. Ndio hili hapa. Bila kwa sheki moja. Hakuna kuguza chochote kwenye hili shamba. Tumeelewana? Asipo haina shida. Mwenzio yuko wapi? We nielekeze mimi tu, nitamwambia. Mtaanzia hapo wenda kule mbele. Sasa mwishoni mtakuta mtu wa fenesi pale, ndio mtaishia. Kwa hiyo tunakata hapa hivi? Mnakata vipi? La mwishoni kuna mtu wa fenesi. Mtu wa fenesi. Hapo ndio mwisho wa shamba. Ndio. Basi poa, haina shida. Haya. Wasemedo. Sharti gani haya? Mimi nasikia njia sisi tufa. Naona patunda haya.
papai. Nini hapo? Mimi nasikia njaa. Aya. Kwa nini umekula papai? Acheni wewe. Umeharibisha masharti. Masharti gani hayo? Yaani papai tu naribu masharti. Mimi na njaa yangu naona papai lazima nile. Hichi ulichokifanya kitakuadhibu. Ngoja nimwambie ndugu yako mimi nirudi nyumbani. Nimeondoka, umeharibu masharti. Mimi naondoka unaona. Sasa huyo hapa ndo michezo gani mwanangu? Semedo, yani wewe umekuja yani mimi mwanangu, mimi michezo kama hiyo mimi sipendagi mwanangu. Mimi nimekulimia, unataka kuniletea michezo nitakuja nikufanye kitu kibaya hapa unichukulie vibaya ndugu yangu. Ndo nini sasa kujifanya kama unaona? Wewe blaza, sasa mbona unaniacha hapa? Njoo tumchukue huyu tumpeleke nyumbani. Mwanangu wewe, basi kama hutaki kulima njoo tusepe nyumbani. Unasikia? Semedo. Oya, njoo tusepe nyumbani basi kama hutaki kulima mwanangu. Ndo michezo gani unanifanyia mwanangu? Hivi ana shida gani? Kitu gani kimemkuta? Sasa huyu atanichelewesha. Ngoja nimbebe nimrudishe nyumbani. Vipi mwanangu, michezo gani unafanya mwanangu? Yaani unanishtua kinoma. Mimi nikadhani kuna kitu kimekufanya mwanangu. Karibu kaka yangu. Nashukuru. Mambo vipi? Poa. Upo salama? Upo salama kabisa. Mwanangu, mimi natafuta mafuta ya Amara, sijui nitayapata. Mafuta ya Amara? Ngoja nikuonee. Niangalizie kwanza. Hii hapo. Kumbe hapo Yapo kabisa. Mimi nilijua hayapo, maana nimetembea duka 5 hivi sijafanikiwa kuyapata. Hivi hapa mnauza shilingi ngapi? Hiyo tunauza shilingi 10. 10,000? 10,000 kabisa. Mbona bei nafuu sana mwanangu? Ndio. Mimi nikajua lazima mtauzisha 20,000 hivi, maana nimetembea duka nyingi sikufanikiwa kuyapata. Ila niliulizia kule wakaniambia 20,000. Basi kama bei ndo hivi yani. Hii duka ni nzuri sana. Hivi hii duka inaitwaje? Inaitwa Maison Saint-Grife. Inaitwa Maison Saint-Grife. Inapatikana paka Mango. Nashukuru sana kwa hii bei. Wewe ndugu yangu unayeibiwa, unasikia? Mafuta anaitwa Amara. Ukifika kwenye duka nyingine wanakuambia hii 20,000, lakini ukifika hapa kwenye duka la Saint-Grife wanakuambia 10,000. Kwa hiyo nashukuru sana kwa kushusha bei. Hivi unaitwa nani? Mimi wananiita Clinton Maurice. Anaitwa Clinton Maurice, anauza kila kitu kwa bei nafuu. Hapa kuna mabetri, kuna mafuta, sabuni, sukari, kuna msosi, mchele, kila kitu kipo vizuri. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hii bei. Ngoja nikupe pesa zako mwanangu. Kumbe hii ndo bei hapa Hiyo ndio bei. Endelea hivyo ndugu yangu. Asante kaka yangu. Nawaambia wateja wengi watakuja.